Huyu mchizi ni mteja muda wote kwenye mgahawa, anaitwa Ambrose. Ameletewa msosi akaanza kulalamika kinoma ni wa baridi. Esther akasema mbona amekipasha? Ambrose akakazia pale pale, akasema ni cha baridi, hawezi kukila tena. Huyu ni mdogo wake Esther, anaitwa Jacinta. Nini kinaendelea? Nisaidie kuangalia hicho chakula. Angalia, ni cha baridi. Jacinta akakionja. Si akaonja tena. Ambrose akaona hiki kitu sasa sio cha kawaida. Anaonja wanakula. Akawaka huyo. Kwa hiyo akawa anahitaji kuonana na mmiliki wa hili eneo. Hataki tena kuongea na hawa watu wawili. Huyu mama hapa anaitwa Madam Gold. Ni shangazi yao Jacinta pamoja na Esther. Akakuta lile vagi hapa linaendelea kubwa sana. Mchizi alikuwa analalamika chakula ni cha baridi mno. Samahani, nadhani wamekosea. Tunaweza kumaliza hili. Sio tudhalilishane hivi. Bwana Ambrose alikuwa anafoka tu. Maana anaona kama anawaweza hivi. Madam si akachoka ulalamikaji wa mchizi. Naye akapanda juu, acha afoke. Usinifokee, mimi ni mteja, ninalinda jina langu hapa, nina brand. Wewe mjinga nini? Una brandi gani? Shangazi akaagiza lifuatwe daftari la madeni. Maana mchizi anadaiwa kinoma hapa, anakujaga kula tu bila kulipa. Yaani ana mikopo mpaka basi. Mchizi kabidi awe mpole, maana ana pesa ya kulipa. Sasa kiasi ambacho anadaiwa kwenye mgahawa ni kama 20,000 hivi. Maana alikuwa anakuja tu kula, yeye anaondoka alipi. Kwa hiyo wakamtunzia tu hapo. Karibu kwenye bonge moja la tambala mtu wangu, linaitwa Esther Jacinta. Mimi naitwa Rio na hii ni Zururo TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Jacinta na Esther wanapendana sana. Sasa wametoka mgahawani wakaja kula nyumbani bila kuaga. Wameacha wateja ofisini peke yao. Shangazi alipofika hapa aliwafukuza huyo. Shangazi akasema leo watalala nje. Wajiandae kabisa, hiyo ndo adhabu yao. Waligonga sana mlango lakini wapi. Shangazi amekaza. Jacinta ni kama mtoto vile, muda wote analia. Walichokifanya wakachukua nguo za watu kwenye kamba kisha wakalalia. Asubuhi shangazi akafoka kishenzi, yani maana aliwapa adhabu ya kulala nje, wakalala kwenye nguo za watu. Ndio mlalia matambara ya watu? Asante Mungu, umejua ni matambara yale. Bado mna nguvu ya kuongea. Siku nyingine mkiniona mniogope. Nitakachowafanya hamtakuja kusahau nyie. Shangazi akaomba radhi tu pale kwa jirani yake na nini. Esther akasema hata hivyo tumelalia nguo za malaya, ila watu wanaanza kumsema tena. Shangazi akawafukuza waende mgahawani. Sasa kuna wateja huwa wanakuja hapa mgahawani, wakiona wanawake wazuri tu wanajua wanaweza kuwapata. Mchizi si akashika nyama za Esther, akala kofi huyo. Kwa nini umenipiga? Kwa nini umenishika nyama zangu? Jacinta akakuta ili vagi. Aliposikia dada yake kashikwa nyama, akamwasha kofi. Jacinta ni mbabe kishenzi, yani hataki chochote kimpate dada yake. Sasa shangazi naye si akaja akakuta kuna vagi hapa. Nini kinaendelea? Jamaa analalamika tu. Hebu fikiria, wasichana wako wamenipiga hapa. Kwa nini unishike nyama zangu? Shangazi naye akamuungia pale pale, akamchezeshea mwana. Mchizi akapigiga hata chakula akasahau kukila kabisa. Shangazi akatoa maelekezo sasa, acha Jacinta amrukie. Alimpiga huyo. Sasa Ambrose amekuja tena kula hapa mgahawani. Chakula cha leo kilikuwa ni kitamu kinoma. Muda wote alikuwa nakisifia tu. Alipouliza bei akaambiwa ametumia 6,000. Hiyo pesa hana. Atafanya nini sasa? Sijala tembo hapa. Hiyo 6,000 imefikaje? Umekula nyama ngapi kwani? Nyama 2 tu. Nimekupa 3. Mchizi akasema atatoa 2,000. Jacinta anakubali sasa, akamkaba pale pale mchizi. Esther si akakuta vurugu linaendelea. Nitakupiga kichwa. Jacinta akambeba msobe kisha akamtupa huko hadi alipe pesa aliyotumia. Kwenye pesa wataki maneno kabisa hao wasichana. Naoma sana mtu wangu. Wakati wakiwa nyumbani wanasimuliana vurugu za mgahawani leo, shangazi akaja na kidogodogo. Kila mtu akashangaa hapa. Kumbe shangazi yumo Hamjalala? Hapana, tumelala. Si unatuona? Mbona kuniambia kama kuna watu humu? Hawa ni wanangu. Wanangu Mama akasema huyu amemsindikiza kutoka mgahawani, maana asingeweza kutembea peke yake usiku. Esther na Jacinta wakajua tu kuwa shangazi amevusha leo. Mchizi si akamuita shangazi baby. Acha Esther na Jacinta wacheke. Mchizi anaitaka kama ilivyo hapa. Shangazi akawaka kishenzi, yani ni kama anadhalilishwa mbele ya watoto wake hivi. Kwa hiyo na wazee wanaitwa baby. Nani unamuita mzee? Vitu vyangu bado vimo. Jacinta na Esther acha wacheke. Wakaanza kumtania shangazi yao baby. Noma sana hii. Sasa mchizi akawa amesepa. Jacinta na Esther wakamtania sana shangazi yao. Baby usiondoke. Shangazi akawafukuzilia mbali. Ndege wake kapeperushwa. Hana namna tena, itabidi akubaliane tu na hali. Huyu anaitwa Uju, ni rafiki wa muda mrefu sana wa shangazi. Leo kaja kuonana naye hapa baada ya kupita muda mrefu sana. Sasa Uju anahitaji mfanyakazi wa ndani. Shangazi akasema unaweza kumchukua Jacinta au Esther, chagua mmoja kati yao. Unataka kuniua au? Wewe si ulikuwa unalalamika? Unaweza kuwachukua wote, usinilipe hata mshahara wao, sawa? Uju akakataa. Akasema atafanya kazi mwenyewe. Hawezi kufanya kazi na Jacinta wala Esther, maana ni wakorofi sana. Sasa Uju akataka hudumiwe kinywaji. Shangazi akasema hawezi kufanya hivyo hadi alipwe pesa, maana mara ya mwisho Uju aliondoka na deni na simu akawa apokei kabisa. Kwa hiyo mara hii hataki kabisa kumhudumia bila kulipa pesa. Huku nyumbani Jacinta na Esther wamepika ugali mkubwa mno. Shangazi akawafuma, mnafanya nini hiki? Tunakula chakula changu. Ndiyo. Mnafikiri mimi ni Dangote yani mnakula chakula kingi hivi? Watu walikuwa wanakula tu wala wajali. Rudisheni hicho chakula. Shangazi ni kama anapiga gitaa tu. Yaani mnakula hadi nyama.
Shangazi naye akataka kidogo hapa. Esther akasema hiki chakula ni cha wawili tu, na hata hivyo akiwatoshi pia, mtakuja kuniua nyinyi. Mama akasema nikifumba na kufumbua nikute chakula mmekikata. Mama akaanza kuhesabu. Watu wakakimbia na ugali nje, wakaja kula huku nje. Shangazi alilalamika kishenzi yani. Sasa Jacinta na Esther wakajua tu kuwa hili walilolifanya lazima leo shangazi atawafungia tu mlango, watalala nje. Kwa hiyo ikabidi wakubaliane tu na hali, wale ugali walale nje au warudi na ugali ndani walale ndani, wachague wenyewe. Sasa wao wakachagua kulala nje, wakaangusha hadi asubuhi. Asubuhi na mapema Esther akawa amelala, Jacinta akawa ameamka mapema sana. Jacinta wakati anatembea akamwona mtu anakuja kwa mara ya kwanza, hajawahi kumwona kabla. Huyu mtu alivutiwa naye kinoma yani. Sasa ikabidi amwamshe dada yake. Huyu mchizi anaitwa Del, amekuja kumwona shangazi. Akaambiwa yuko ndani, ikabidi aingie. Jacinta amempenda mchizi hadi anaelekea kuwa chizi. Anasema amemwona mwanaume wake. Esther haelewi, usingizi ni mwingi mno kwake. Sasa mwenye nyumba ameiuza hii nyumba bila wapangaji kujua, na mtu ambaye ameinunua ni Deli. Kwa hiyo ikabidi aje kuongea na shangazi ambaye ni mpangaji wa hii nyumba. Shangazi naye ikabidi awaite watoto wake Jacinta na Esther. Kwa hiyo unataka kulifanya nini hili jengo? Mchizi akasema anataka avunje kisha jenge hoteli. Kwa hiyo hujaona nyumba nyingine ya kununua huko hadi uje kununua hii Jacinta yeye yupo kimya tu, mawazo yake hayapo kabisa kwenye hii nyumba, yapo kwa mnunuaji wa hii nyumba, wala hata yeye hahusiki kabisa mambo ya kuuza. Shangazi akawafukuza Esther na Jacinta hapa. Mama akasema wana matatizo ya akili, wametoka hospitali juzi tu, lakini kwa sasa wanaendelea vizuri, wala usiwe na shaka kabisa. Kwa hiyo unatupa muda gani sasa? Deli akawapa mwezi mmoja tu, wao wameshahama hapa. Shangazi akasema mwezi mmoja hautoshi, lakini hawana namna tena, itabidi wahame tu. Wahuni wakamsubiri Deli getini. Esther akampiga mkwara kishenzi Deli. Jacinta hataki hata asumbuliwe mchizi. Esther anachokitaka aenda kanunua nyumba nyingine huko, aachane kabisa na nyumba ambayo wao wamepanga hapa. Unamfokeaje mwanaume mzuri hivi wewe? Nani mzuri anayetaka kununua nyumba ili sisi tusio na sehemu ya kuishi au? Kifupi Jacinta kampenda kinoma mchizi. Sasa shangazi akamuita Jacinta na Esther, anataka kujua mipango yao. Swali gani hilo unawauliza watoto wako? Utajua wewe unawapeleka wapi, si ndio? Kabisa atajua yeye. Nyie wote hamna akili. Tumepewa mwezi mmoja tu wa kukaa hapa. Mna mipango gani nyie? Jacinta akasema hilo swala ni ndogo sana, atalimaliza yeye. Kila mtu akashangaa. Huyu ajua ni naye yule mtu. Atalimalizaje hili swala? Unamjua? Ndiyo. Shangazi, mdogo wangu ni kichaa hapa. Unamjua na hujaniambia? Jacinta akasema ataolewa na Deli na akimwoa hata wasumbua tena hapa. Esther kamwasha kofi Jacinta. Utaolewa na mtu ambaye humjui? Shangazi akasema ulivyomwona vile atakuwa wewe. Usimshushe viwango bana mdogo wangu. Yeye ni nani kwani? Yeye ni nani? Hebu muangalie mdogo wangu. Ana kila kitu. Mrefu, kifua nacho, tumbo analo, nyama pia anazo, yani ana T tatu kakamilika. Shangazi akauliza, wangapi wanamfuata hizo T zake tatu? Shangazi akaona hili ni tatizo sasa. Mungu, kama kuna sehemu nilikukosea nisamehe, lakini hawa siondoki nao mimi. Esther naye akaanza kuomba. Baba Mungu nakuomba, usimzingatie mama yetu. Kila alichokuomba usichukulie serious sana. Popote pale ambapo ataenda, naomba tumfuate. Maombi yakajibu huku kwa shangazi. Haleluya Mungu, nimesikia majibu yako. Sipaswi kabisa kuondoka nao hapa. Asante Mungu wangu kwa huu ufunuo, sawa Esther naye akapata mafunuo. Mungu amemwambia watamfuata mama yao popote pale ambapo ataenda. Hii familia bana. Unaongea ujinga tu. Eti utaolewa naye mtu hata hakujui. Sasa si ni moyo na tuna mwezi mmoja tu wa kukaa hapa. Jacinta akasema unatosha huo, na akitimiza lengo lake tu atawafanya wabaki hapa nyumbani. Esther akasema wewe ni tembo, una akili. Hamuamini kabisa mdogo wake. Deli leo amekuja kula kwenye mgahawa wa shangazi, lakini alikuwa hajui nani anaumiliki mgahawa hadi alipokuja kumwona Jacinta. Jacinta akili yake yote ipo kwenye kumtega Deli. Akamkaribisha mchizi kifalme na nini. Deli akaomba menyu. Usijali, najua nini unapenda Sasa Jacinta amejudia wapi huyu? Mapenzi bana. Jacinta alipomaliza kumhudumia akakaa pale kwa mchizi. Wateja wengine akitaka huduma yeye hataki. Anataka abaki na mchizi tu. Mchizi alipomaliza kula akauliza, "Unaendai shilingi ngapi?" "Usijali mpenzi, nitalipa." "Kuanzia lini?" Esther na shangazi wakaja. Mteja alikaa sana hapa bila huduma. Ikabidi Esther amwagize Jacinta akamhudumie, yeye abaki anadai pesa kwa Del. Akasema alichokula ni 8500, kwa hiyo anapaswa ilipe yote. Esther hataki kabisa mazoea kazini. Anataka pesa ilipwe ndio maongezi mengine yaendelee. Huku Jacinta anahudumia kama hataki vile, yani anamuuliza ili mradi tu mteja. Mchizi alipomaliza kutuma na mama akahakikisha kweli muamala umeingia, wakamkaribisha tena na nini. Jacinta amechizika haswa na mchizi. Sasa baada ya muda shangazi akafoka kinoma. "Kwa hiyo tusingekuja hapa, angeondoka bila kulipa Okay, una pesa sasa hivi "Sina pesa mimi." "Sasa ungelipaje kile chakula?" "Hata sijui, ni handsome tu. Muone kwanza na uso wake. Hauna akili kabisa wewe." "Shangazi taratibu." "Nyamaza, naongea na wewe hapa." Akamfukuza Esther. "Hautafanikiwa chochote
kwenye maisha yako. Rudia. Hautafanikiwa. Nimesema wewe ndo useme. Sitafanikiwa chochote. Mungu asikie maombi yako. Toka hapa. Sasa Adeli alitokea kuvutiwa sana na Esther kuliko Jacinta. Muda wote akawa anamuwaza yeye tu. Itakuwaje sasa hii? Sasa mchizi akawa anakuja kuendelea na ukaguzi wa nyumba yake. Mara akakutana na Jacinta. Akasema nikuja kuchukua vipimo tu hapa. Jacinta akaomba msamaha kwa kile kilichotokea siku ile na nini. Mchizi akasema haina shida. Dada yako yuko wapi? Ametoka. Jina lake nani? Esther. Oh, ana jina zuri sana. Hata la kwangu ni zuri pia. Jina langu naitwa Jacinta. Sawa, mimi naitwa Deli. Akaushika mkono wa mchizi akaungangania haswa. Jacinta akamtaka baadaye aende mgawani kula. Mchizi akakubali. Akala na kumbato pale na nini vitu hizo mtu wangu. Kwa sababu alipewa uhakika na Deli kuwa atakuja mgawani, Jacinta akajipiga makeup ya kwenda kama mchawi karaba hapa. Esther akaja anaishangaa kinoma hii makeup. Ya wapi? Unaonekana kama mchawi karaba? Wapi? Huo ni wivu tu. Esther akajua itakuwa anafanya kwa ajili ya Deli. Basi Jacinta alikuwa anajiona amependeza kishenzi. Kweli bana, Deli akaja mgawani kama kawaida, akakutana na Esther hapa. Nadhani umekuja kula, hakuna chochote, si ndio? Esther akakataa kuchukua oda ya mchizi. Akasema atakuja mtu mwingine kumhudumia. Yaani hataki kabisa ukaribu na mchizi, maana amekuja kuharibu maisha yao. Mchizi wakati anapata msosi wake hapa, akaja Jacinta amepiga makeup yake ya karaba. Kidogo Deli ashindwe kumtambua, lakini akawa amemjua. Jacinta akauliza, "Umeoa?" Mwamba akashangaa. Akasema bado hajaoa. Basi Jacinta akafurahi kinoma yani. Kwa hiyo, ukimwona mwanamke mzuri utamoa? Labda, kwa nini umeuliza hivyo? Hapana, lakini ningependa unioe. Mwamba akacheka kishenzi yani. Hii itawezekana vipi na hatujuani? Tutajuana kwenye ndoa. Mara shangazi akaja. Alikimbia huyo. Shangazi akaomba kama vipi waruhusu waendelee kubaki tu kwenye ile nyumba. Jacinta akawa anamuwaza kinoma Deli. Anajiapiza lazima aolewe na mwana tu siku moja. Atafanya kila mbinu hapa. Sasa Deli akakutana na Esther njiani leo. Akataka kuongea naye, lakini ni mkali kishenzi aisee. Unataka nini? Nahitaji kukupa lifti. Miguu yangu haina shida, nitatembea. Esther hataki mazoea na Deli kabisa. Maana anaona ni kama mtu ambaye amekuja kuharibu maisha yao. Ananunua nyumba na bado anamtesa mdogo wake kimawazo. Hataki kabisa mazoea na mwana, akawa amesepa. Sasa Jacinta sijui kaipata wapi namba ya Deli. Alimpigia sana mchizi lakini alikuwa hapokei. Esther akauliza, "Kuna nini?" "Nampigia simu mume wangu, hapokei tangu jana." Esther akashangaa, "Mmeo nani?" "Deli. Mtu amekuja kikazi hapa. Yuko busy na kazi zake, kwa hiyo hawezi kuwa anapokea simu muda wote." Jacinta akasema, "Inawezekana kuna tatizo." Kwa hiyo akaapiza kesho kukicha lazima aende nyumbani kwake. Esther akashangaa, "Umepajuaje kwa mwanaume?" "Kweli bana." Esther akamsindikiza Jacinta kuja kumuona mume wake. Si anamuita hivyo. Walizunguka kinoma hata nyumba haijui. Wakazunguka hadi wakachoka na mbiwa. Kila muda Jacinta anasema ni pale tu, lakini hawafiki. Esther amechoka huyo hadi anatamani kurudi nyumbani. Hatimaye wakafika kwa Deli. Wakamkuta mchizi anaumwa kishenzi yani. Basi ache Jacinta aanze kumjali. Lakini ukweli ni kwamba Deli anampenda sana Esther kuliko Jacinta. Jacinta akataka mpikie mchizi na nini, Esther akamtoa nje. Akamwambia wanachelewa mgawani. Shangazi atamaindi sana wakichelewa. Wanapaswa wawahi aise. Jacinta akasema hawezi kuondoka, mwache mchizi ajala na anaumwa. Kama anataka yeye aende nyumbani, yeye hataki kuondoka kabisa. Jacinta akarudi kumhudumia mgonjwa wake. Esther akaja kumwangalia Deli, anataka kuondoka. Deli akamwambia Jacinta aondoke na Esther, lakini baadaye ataenda mgawani akipata nguvu. Esther akamchukua ndugu yake kisha akawa ameondoka. Walipofika mgawani, shangazi akawapa adhabu. "Mlienda wapi?" "Tulikuwepo tu." "Naonekana kichaa Hatujaenda popote. Kuna mtu amewaona mnaingia kwenye nyumba." "Acha washangae. Kama hawajafanya hivyo." "Na wauliza mara ya mwisho, mlienda wapi?" "Sokoni." "Acha shangazi awatimue hapa." Esther akamwambia Jacinta kuwa hapendi namna anavyomfukuzia mchizi. Anaonekana kama malaya tu. "Lakini nampenda." "Hata kama hupaswi kufanya hivyo." Jacinta akasema akipata mimba ya mchizi lazima atamuoa tu. Esther akachoka kabisa. Yaani mdogo wake amsikilizi. Esther akamfokea kinoma mdogo wake. Jacinta si akaona anaonewa, akaanza kulia. Hili ni tatizo la malastborn wote yani. Ikabidi Esther aanze kumtuliza mdogo wake sasa. Leo Deli amekuja kula hapa mgawani, lakini kumbuka nampenda sana Esther. Deli akanyanyuka akaenda kumshika mkono Esther. Wakati huo huo Jacinta akawafuma bana, akashuhudia kila kitu. Deli akasema nampenda sana Esther na anahitaji kumjua zaidi. Mchizi akaomba kama vipi amtoe out Esther na nini, lakini Esther hakusema kitu. Mara Esther akamwona mdogo wake amesimama. Tatizo liko hapa sasa. Jacinta akajua Esther anampenda pia Deli, ndio maana hakusema kitu. Jacinta kutaka mazoea na dada yake tena. Mida fulani vya usiku Jacinta akaja nyumbani kwa Deli. "Kuna shida gani?" "Deli, nakupigia simu, nakupikia, nafanya kila kitu kwa ajili yako. Kwa nini unipendi?" Deli akasema anampenda kama rafiki yake tu, lakini hamuoni kama mpenzi hivi. Zaidi anampenda sana dada yake kama mpenzi. "Unampenda dadangu kwa sababu ni mweupe?" "Hapana, nampenda tu." "Lakini hakupendi." "Najua, nipo tayari kusubiri, lakini nisaidie kwenye hili. Sitaki nijilazimishe kukupenda." Hiki kitu kilimuuma kinoma Jacinta. Jacinta akafika nyumbani hata chakula kipandi.
umetoka wapi? Hakuna kitu, njoo ule. Jacinta akakataa, ana hasira kinoma na Esther, anamuita mwizi aisee. Jacinta akawa anagoma kumsaidia kufua dada yake, tofauti kabisa na namna ambavyo ilikuwa zamani. Ana hasira naye kinoma kwa sasa, lakini Esther akasema ampendi mchizi wala hana hisia naye yoyote ile. Shangazi si akakuta ili vagi, mwanaume gani ambaye mnamgombania? Mimi sigombanii mwanaume, labda huyu, jiheshimu wewe. Basi vurugu likazuka hapa. Shangazi akasema Jacinta ndo mwenye matatizo, anamtongoza mwanaume na sio tamaduni za Kiafrika, wakati mwanaume ndo anatakiwa kumtongoza mwanamke. Sasa kashamtongoza mwanaume na mwanaume hamtaki, atafanyaje hapa? Esther anaumia kwa sababu anafokewa na mdogo wake kwa kitu ambacho hajakifanya. Jacinta haamini kabisa kama mtu anayempenda hivi anaweza kuingia kwenye njia zake kirahisi vile. Dada yake alikuwa anafanya kila kitu, anafanya kila njia ili ahakikishe mdogo wake anafurahi na nini. Leo anaweza kumfanyia hivi kweli? Lakini pia akiwa anajisikia vibaya, lazima awe karibu naye muda wote. Kifupi, Esther alikuwa hataki kabisa mdogo wake apatwe na chochote kile. Hadi hivi sasa haamini kama huyu mtu anaweza kumfanyia hivi. Ikabidi amwamshe dada yake azungumze naye wayamalize. Jacinta akaomba msamaha kwa dada yake. Ni sawa, lakini umeumiza sana moyo wangu. Nakupenda, siwezi kumchukua mwanaume unayempenda. Ndugu akasameheana ise. Upendo wa mwanzo karudi tena hapa. Leo Deli akiwa njiani akamwona Esther, akashuka ili akazungumze naye, lakini Esther hataki kabisa. Esther, nimeanguka kwenye penzi lako. Amka tu, mimi sikupendi. Hauwezi kunigombanisha mimi na mdogo wangu. Deli akasema ashamwambia ampendi na nampenda yeye. Esther akawa amegoma ise. Akasema ana hisia yoyote na mchizi. Esther, niangalie machoni, halafu niambie unipendi. Basi ana hizo nguvu Esther. Kiukweli kabisa anampenda mchizi. Lakini atafanyaje sasa hapa? Esther kasepa. Atafanya nini kwenye hili swala? Ameanza kumpenda Deli na alisema hampendi mchizi. Atamwambia nini Jacinta mwelewe? Tatizo ndo liko hapa. Deli akakutana na Jacinta tena. Hautaki kuongea na mimi? Ni kweli. Mara mama akaja. Unataka nini hapa? Akamtoa Jacinta hapa kisha akamfukuza na mchizi. Hataki kabisa mazoea na familia yake. Deli akaendelea kumvizia Jacinta. Anataka sana kuongea naye, lakini Jacinta hataki kuongea na mchizi tena. Umemaliza kunitumia ukanitupa. Sasa hivi nataka kwenda na dada yangu. Wakati wanavurugana, mkoba wa Jacinta ukadondosha vitu. Jacinta alikuwa analia kama mtoto vile. Deli si akaona picha ya mtu ambaye anamjua. Huyo ni nani? Hayakuhusu, nipe hiyo picha yangu. Si useme ni nani huyu? Jacinta akasema ni kaka yake. Mama yako ni nani? Jacinta akasema mama Esther alisema mama yake anaitwa Glory. Mwamba akachoka kabisa. Alipokuja kuongea na shangazi, akasema mama yake Esther alikuwa jirani yake. Alikuwa na moyo mzuri sana. Aliniambia kuwa kuna siku wakati anatoka kazini, alikutana na mwanamke mjamzito. Akamsaidia kujifungua hapo na nini, lakini kabla yule mwanamke hajafariki, akampa hiyo picha. Akamwambia baki nayo ili mwanae akikua aje kumpa hiyo picha. Mama Esther akaja na yule mtoto nyumbani kwake. Kwa kipindi hicho Esther alikuwa na miaka 3. Walikuwa kama ndugu hawa. Sikuwa karibu sana na mamake Esther, lakini tulikuwa tunaongea. Kuna siku akaniambia kuwa niwatunze sana watoto wake. Kipindi hicho Esther alikuwa na miaka 19, Jacinta alikuwa na miaka 15. Sikuweza kulikataa ombi lake, japo sikuwa na maisha mazuri kipindi hicho. Kumbe Jacinta na Deli ni mtu na dada yake. Ile picha pia ilikuwa ni ya Deli. Hata Deli kuja kwake huku alikuwa amekuja kumtafuta mama yake. Hakujua amefariki muda mrefu tu. Jacinta alipouliza baba yake, akaambiwa pia baba yake amefariki muda. Acha Jacinta aliye hapa. Kwa sababu Jacinta na Deli ni ndugu, hakukuwa na pingamizi tena kwenye penzi la mchizi na Esther. Mchizi akarusha wavu wake hapa. Esther akawa amekubali bana. Wakati huo Jacinta alikuwa anatazama kila kitu. Esther alipojua Jacinta anawatazama, acha kimbie. Noma sana mtu wangu. Esther akawa mtu mwenye furaha sana muda wote kazini. Penzi lao linazidi kushamiri na nini, wanafanya yao sehemu yoyote ile. Hawaogopi kama zamani aisee. Mapenzi yamembadilisha kabisa Esther, muda wote ana furaha tu. Sasa Jacinta akataka kujua kama hawajafanya namna hii lakini walikuwa bado. Esther alikuwa anacheka cheka tu. Simu za usiku zikawa zikatiki, ni kama zile za zamani tu. Unajiunga namba moja unampigia yule mpendaye na nini. Si mnaikumbuka hiyo Waenga mnaelewa hapa. Mitoko ya hapa na pale kaanza kufanyika mtu wangu. Kila mahali mchizi anaongozana mpenzi wake, yuko pamoja na mdogo wake. Familia imekuwa na furaha sana hii. Mchizi leo akapiga goti kuomba kumvalisha pete Esther. Esther akakubali bana, na pete ikavishwa kidoleni na penzi jipya likazaliwa hapa mtu wangu. Na huo ndo kama mwisho wa tambala hili mtu wangu, linaitwa Esther and Jacinta. Mimi naitwa Rio na hii ni Zurio TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Sasa nikukumbushe tu kwamba tamthilia ya Nyota itaanza kuruka rasmi kuanzia Januari 2, 2026 kupitia YouTube channel ya Nyota Flix. Kwa hiyo twendeni tukasubscribe hapo. Sasa nikuache na kionjo hiki hapa cha Nyota. Kula chuma hicho mtu wangu. Kama tatizo ni nyota, ni nyota, ni nyota. Huyu mwanamke unayemwona hapa alikuwa vizuri sana mwanzo, lakini hakuja kubadilika pale ambapo mimi na yeye tumemaliza kufunga ndoa. Halo kaka.
Hivi kaka yako mwanaume wako? Hivi unajua unachosha wewe? Hivi mndani mnaishi vipi? Unanipanda kichwani? Mke wangu, kama unashindwa kuniheshimu mimi, basi mheshimu hata mgeni wangu. Unasemaje? Hicho ambacho nakiongea mimi nakifanya. Unajifanya kidume sio Chochote kile ambacho ninachokwambia ndio ufanye. Sawa? Una shida gani wewe? Badilika tabia yako. Mimi na wewe tumbaki wawili tu kwenye familia. Unataka mimi uniweka kwenye upande gani kwani? Wewe aliyekuajiri hapa ni nani? Ni mimi au wewe ambaye unasema ni kaka yako? Yaani maisha yangu jinsi ninavyoishi, mbona unapenda sana ile kualetea nganya kibao nini? Yaani unanikolomea mimi. Hivi unajua unachosha wewe? Sasa subiri nikuonyeshe.